Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamepuuzilia mbali mikutano ya kisiasa inayoendeshwa na vuguvugu la Linda Mwananchi, wakisisitiza kuwa mikutano hiyo japo inavuta idadi kubwa ya watu, haitishii wala kuzuia uimara wa serikali. Wakizungumza wakati wa hafla mbalimbali za kisiasa katika eneo bunge la Kitutu Chache Kaskazini, kaunti ya Kisii, viongozi hao wa serikali ya umoja wa kitaifa walimlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile walichokitaja kama kuwafadhili na kuwapotosha wanasiasa chipukizi nchini. Kwenye mashambulizi hayo ya maneno, viongozi hao walimwonya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee, Dr. Fred Matiang'i, pamoja na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Waliwataka wadhamini upya mwelekeo wao wa kisiasa na kujiunga na serikali badala ya kuchezwa na upinzani. Wale wanatanganya watoto wa watu wengine, walianza kuchukua na tembea huko wakamtanganya. Wakaenda kwa Kalonzo wamemdanganya. Wamekuja rafiki yetu hapa Matiang'i wamemdanganya. Rais wa kwanza Kenyatta alisukuma miaka ngapi? 15. Mzee Moi akasukuma ngapi? 24. Katiba mpya ikakuja, Kibaki akakuja akasukuma ngapi? 10 kikatiba. Hakuna mtu aliimbia Kibaki one term. Kulingana na viongozi hao wa serikali, viongozi wa zamani walioko nyuma ya vuguvugu hilo wanatumia ushawishi wao kuwalaghai viongozi hao wakuu wa upinzani, huku wakiwakumbusha kuwa katiba inatoa nafasi kwa rais aliyeko mamlakani kuhudumu kwa muhula wa pili. Kadhalika, walikosoa upinzani kwa kudai kuchochea chuki na ukabila, wakisema mienendo hiyo inalenga kukwamisha maendeleo katika baadhi ya maeneo ya nchi. Kuleta ukabila, wameanza kuleta chuki baina ya jamii zingine. Ni kwamba hawataki sehemu zingine za Kenya zipate maendeleo. Katika hatua nyingine, viongozi hao waliwaagiza machifu na manaibu wao kuhakikisha kuwa wananchi wote ambao hawajaandikishwa wanapata vitambulisho vya kitaifa ili kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu ujao. Nikiripotea runinga ya Kisii, eneo bunge la Kitutu Chache Kaskazini, kaunti ya Kisii, jina langu ni Cyprian Malaika.